ninayo sababu ya kusimama mbele za watu kwa ujasiri. Nisiseme shuhuda zako Bwana wangu, jinsi wewe ulivyo nisitiri. Na
tubarikiwe katika mwanzo huu hadi tunapomaliza katika jina la Yesu. Amen. Jamani, wamependeza hawajapendeza? Naomba mkae. Kwa ufupi sana naomba ni ndio. Jaribia Mungu, angalia yule. Amina. Aya katika kitabu cha Mathayo sura 19. Sura ya 19 anasema hivi, akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asifanyeje jamani? Asiwatenganishe. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshasema mara kadhaa ya kwamba kuingia katika ndoa ni kuingia katika agano na makubaliano ya watu wawili, tena wa jinsia tofauti, sio jinsia moja. Hao vijana walikubaliana. Yasi akamwendea Eve, mimi natafuta mke. Alipokuwa anatafuta akamwambia, dada, nimekupenda. Eve akasema asante. Kwa sababu ni furaha iliyoje kupata mtu wa kukupenda. Si sawa jamani? Yaani ukipata mtu wa kukupenda unajisikia na wewe ni wa thamani. Lakini mtakisema kwamba unajua hakukupendi. Unasikia na kwa nini mimi sipendwi? Lakini wenzenu wewe kapendwa jamani. Lakini na Jasi pia kapendwa. Hebu tuwapongezeni kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anasema hivi, mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe. Huu hapa ni uamuzi wa busara, lakini pia ni uamuzi wa kuja kwenye kiapo cha hiari cha makubaliano ya watu wawili. Lakini jambo hili linashuhudiwa na mbingu. Na akasema hivi ya kwamba sasa kwa kusudi hili mtu akamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe. Wapi? Kwenda kuanzisha utawala. Wapi? Kwenda kuanzisha familia. Wapi? Kwenda kuanzisha maisha na maono ya mawazo yao. Wanatoka kwenye mikono ya wazazi, wanakwenda kujitegemea. Na sasa nasema hivi, aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asifanyeje? Asiwatenganishe. Vitu vichache tu, sababu za kuvunjika au sababu zinazoweza kuwatenganisha watu. Chache tu kidogo, halafu ni wabarikie hawa vijana. Kwa sababu leo ni siku ya Jumapili na leo ni mchana. Kingine cha pili ni ndoa za kuishi mbali mbali. Sikiliza, tafiti zimeonyesha hivi ya kwamba karibia ndoa 90% za watu wanaokaa mbali mbali zina udhaifu. Unapooa mke usije ukamtelekeza, huwa ni hatari sana. Mume anakaa Kasulu, mke anakaa Dar es Salaam. Ndoa za jinsi hii 90% zimejaa udanganyifu. Usikubali. Na huyu Jasi Mungu amembariki, amepata ajira serikalini, yuko Mwanza. Nilimuuliza Eve ataishi wapi? Nikasema ninakwenda naye Mwanza, nikasema hapo sawa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usimwache Kasulu. Kimwacha Kasulu unajitengenezea udanganyifu. Ukisikia tu anaongea, mbona nimepiga simu umechelewa kupokea? Ulikuwa unaongea na nani? Hilo tu. Jamani, yapo hayapo? Hizi 90% zimejaa udanganyifu. Kukaa mbali mbali sio vizuri. Nataka mume na mke wakae pamoja, yaani mpaka mshibane. Kwa kuna ujuaji mwingi.
ujuaji mwingi ambao hakuna mashauriano wala makubaliano wala kukubali kusahihishwa wala kukubali kukosolewa. Hilo pia ni tatizo pia ambalo linaleta ndoa kupata shida. Changamoto nyingine ambayo ndoa nyingi zingine wazee wanafanya utafiti ni zile ndoa ambazo watu wanapeana ujauzito mapema kabla ya kuoana. Hizo pia zimejaa shida. Mabinti msikubali na kijana msikubali. Hiyo pia ni tatizo. Lakini kitu kingine cha tano ni utandawazi. Utandawazi umefanya watu wawe bize. Utandawazi umefanya watu wasahau wake zao, wakae na kompyuta na simu kwenye mitandao. Hawana muda wa kuongea na wake zao. Mawasiliano yamekosa. Kila siku ukiwasiliana tu ni simu tu, ni kompyuta yako, hauna muda. Hili tatizo, mawasiliano mabaya yametokea. Ndoa inapokosa mawasiliano inapata shida, inapata matatizo. Unapoingia katika ndoa, panga muda wa kuongea na mke wako, panga muda wa kuongea na mume wako. Usijifanye kama unajua, ukienda kule unafika unamwambia na kwa Kiingereza kwa I'm so busy, samahani mke wangu, bado kuna vitu unanisikilize kwanza, kwa sababu ndiye cha saba ni adui shetani. Yeye huvuruga na kuleta vita mbalimbali katika ndoa: chuki, hasira, ugomvi, magonjwa, wivu na kadhalika, na matokeo mengine mabaya, na kuruhusu pepo litende kazi katika maisha yako. Shetani ni mbaya. Biblia inasema mpingeni shetani naye atafanyaje? Atawakimbia. Usije ukaruhusu shetani akaingia katika ndoa yako. Ukisikia kuna nini kuchoka, eleza hali yako ya kuchoka. Isikia furaha, kuambie Yesu umefurahi. Isikia kukata tamaa, Evelyn yuko hapa. Hebu mtazame kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sana vizuri. Kisha mwisho nimalizia hapa, ni kukosa uvumilivu katika ndoa. Umekosea mangapi na umevumilia mangapi katika ndoa yako? Hakuna ndoa isiyo na changamoto. Lakini changamoto kubwa ni hii: ni namna gani unatatua migogoro iliyoko katika ndoa yako? Ni namna gani? Kila ndoa inakuwa ni changamoto. Changamoto zao ziko. Lakini changamoto kubwa ni namna gani wanandoa wanatatua changamoto wanazokutana nazo au matatizo. Namna gani wanaweza kukaa pamoja, namna gani wanaweza kushauriana, namna gani wanaweza kujengana, namna gani wanaweza kutiana. Sisi changamoto. Kwa unaposhindwa kutatua ule mgogoro, ndoa inavunjika. Ndoa inapata shida. Ndoa inajaa magomvi. Unaanza kuwaza kuoa mke mwingine. Unaanza kuwaza kuolewa, kwa sababu mwanadamu ana uhitaji ndani yake. Anaanza kuwaza jinsi ya kuziba lile pengo la wanaume wake na wanawake wake. Anaanza kuwaza jinsi gani atakavyotatua. Na unapokosa uvumilivu, basi shetani anaingia, unaanza kuvunjika moyo. Kwa hiyo nasema hivi kwamba hakuna ndoa isiyokuwa na changamoto, lakini changamoto kubwa inayozikabili ndoa nyingi ni namna gani wanavyotatua migogoro katika ndoa zao. Sasa Yasi, tumesoma andiko, aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Akija mtu asiwatenganishe. Hakuna shangazi, hakuna binamu,
hakuna bibi, hakuna mama, hakuna baba mkwe, hakuna wifi, hakuna sijui nani, mdogo wangu. Mke wako ni wa kwako, usiruhusu mtu mwingine. Sema meleta mwanamke mvivu, anamwambia samahani, katafute wa kwako wa bidii, mimi nilipenda huyo. Usije ukaruhusu mtu. Na vijana wengine wao wanakosaga hata adabu. Akioa mke kila siku kwenda kula kwa mama. Ukishaoa mke, vyovyote atakavyopika mke wako ni mke wako. Kama hajui kupika, kamfundishe kufanyaje? Kupika. Hujasikia story ya binti mmoja ambaye mume wake alimpeleka mjini. Alikuwa ni binti wa kijijini, akampeleka mjini tena Dar es Salaam. Hapo akamwambia hivi, leo nakuja na marafiki, nataka tupikie wali wa nazi. Alichokifanya akachemsha maji, akachukua lile linazi lote huko ndani, alafu likajaa ndani ya sinia. Sasa ulisema nipike wali wa nazi, lazima haupigwi hivi. Wali wa nazi haupigwi hivi. Yale mafuta. Kijana na kumbe sasa alileta mshamba sana. Hasa tukae pamoja, nikufundishe kupika wali wa nazi. Just ufundishe kupika wali wa nazi. Bwana Yesu asifiwe. Fundishe jinsi ya kukaanga zile sangara pale na sato pale mnazi. Zinachemshwa hivi. Maana hapa naomba msimame. Naomba msimame. Na njoni hapa mbele. Njoni hapa mbele. Hapa mbele. Hapa mbele. Yaani hapo ndio tunaenda kuwapisha kwa ukanishi tu. Asante sana. Yawezekana amekuja, ametoroka tu, amepitia mahali. Hakuna ruhusa ya mtu aliyemleta. Leo nitakuwa ni pingamizi. Mtu anayeruhusu binti huyu aolewe, naomba aje hapa aseme. Mpeni maiki. Nimsaidie? Aha. Kumbe yuko hapa. Haya, mpeni maiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sisi familia ya Evelyn, bila wasiwasi tunamruhusu ndugu Justin amuoe. Asante sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naomba sasa niwapishe kama mtakatifu katika siku ya hukumu na ya kutisha, ambayo siri zote za mioyo ya watu kufunguliwa. Na wataka ninyi muungane kama mmoja wenu akijua kitu cha kuwazuia asifunge ndoa hii takatifu. Aseme sasa, tunataka siku 21 kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971 fungu la 18, siku 21. Kuna mtu yeyote mwenye zuio? Na siwepo milele. Mbele za Mungu Baba na mbele za mashahidi hao walioko nyuma yenu, muuliza wewe Justin Dopis, je, unapenda mwanamke huyu au mke wako wa ndoa, muishi naye katika hali takatifu ya ndoa? Utampenda na kumheshimu, utamtunza katika ugonjwa na uzima, na utakaepuka wanawake wengine wote, kwa kuwa naye peke yake siku zote za maisha yenu wawili. Kama jibu ni ndio, sema ndio, nitafanya hivyo. Usiingize muziki baadaye. Asante kwa kuwa amekubali, sema ndio, nitafanya hivyo. Mbele za Mungu Baba na mbele za mashahidi hao walioko nyuma yenu, nakuuliza wewe Evelyn Ernest, je,
unapenda mwanaume huyu awe mume wako wa ndoa, muishi naye katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda na kumheshimu, utamtii na kumtunza katika ugonjwa na uzima. Utawaepuka wanaume wengine wote na kuwa naye peke yake siku za maisha yenu wawili. Kama jibu ni ndio, sema ndio, nitafanya hivyo. Asante sana. Jamani, wapigieni makofi. Nakupokea wewe Evelyn Ernest kuwa mke wangu, ili kuchagua kuwa nawe siku kuanzia leo, katika hali mbaya, katika hali njema ama mbaya, katika umasikini ama utajiri, katika ugonjwa na uzima. Nitakupenda na kukulinda siku zote tutakazoishi sote wawili. Amina. Amen. Asante. Asante. Bila shaka Evelyn amepokea kiapo hicho. Haya, na wewe karibu uweze kumwambia mume wako. Amen. Asante. Unaonyesha kwamba mtazishika nadhiri zenu na agano lenu kwa uaminifu. Naleta pete. Okay. Yes. Bwana mnalikana vidole. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tazameni pete hii. Tazameni mfano wa pete hii. Ni mzunguko usio na mwisho na wa kitu cha thamani. Pete ya thamani ni mfano wa sifa zilizo bora zaidi za ndoa, matumaini mmoja ambao huendelea bila kuvunjika. Kwa hiyo ndugu Jasi anachukua pete yake hapa tayari kwa kumvalisha mke wake. Karibu kuchukua pete. Naomba Evelyn, osha mkono wako. Sogea Jasi. Sogea, shika mkono. Haya, sema maneno haya. Sema maneno haya. Nyosha Evelyn. Nakupa wewe Evelyn Ernest pete hii. Nakupa wewe Evelyn Ernest pete hii. Kama ishara ya kuwa wewe ni mke wangu niliyekuchagua na muhuri kwa ajili ya ahadi yetu ya upendo usio na kikomo na uaminifu. Kwa jina la Baba azakubalisha, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. 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 Sasa tunampatia bibi harusi amvalishe naye mume wake hapa hapo. Tayari. Haya, sema maneno haya. Ninakupa wewe Justin pete hii kama ishara ya kuwa wewe ni mume wangu niliyemchagua na kama muhuri kwa ajili ya ahadi yetu ya upendo usio na kikomo na uaminifu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Siku ya leo tena iwe alama ya upendo wenu. Amen. Okay. Kwa kuwa Bwana Justin na Bi Evelyn wamekubaliana pamoja machoni pa Mungu na mbele ya mashahidi hawa, na wameahidi upendo wao usio na kikomo na uaminifu kwa kila mmoja, mimi
kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na kwa mamlaka niliyopewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama msajili wa ndoa, natamka na ninatangaza rasmi kwamba hawa ni mme na mke katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Basi aliyounganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Amen. Nakushukuru kwa wakati mzuri ambao umenipatia kubariki ndoa vijana hao wawili, Jasi na Evelyn. Na kabidhi mikononi mwako mikono ya baraka. Bariki mwanamume huyu, bariki mwanamke huyu. Neema yako iwe pamoja nao. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu mbinguni. Mkono wako waongoze katika mwanzo wa maisha yao hadi maisha yao yote tutakayopatia kuishi hapa duniani. Kwa jina la Yesu aliye hai, ninatamka kila baraka zao zinazowahusu na ziwajilie kwa damu ya Yesu. Wape watoto waizunguke meza yao, wape chakula katika nyumba yao, walinde na kila hatari na ajabu katika maisha yao, wape afya na uzima katika jina la Yesu. Wape furaha ya watoto katika nyumba yao. Ninakataa roho ya utasa na ugumba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu aliye hai. Wafunike kwa damu yako takatifu ili neema yako ionekane. Bwana, wakuombapo ukasikie, wakuitapo ukajibu, wakutafutapo ukaonekane, ukathibitike kama Mungu kwa jina la Yesu aliye hai. Bariki maisha yao, wape kukupenda, wape kukutii, na nikataa pando la shetani, na nakataa kila aina ya mizimu na roho zote za ukoo kwa jina la Yesu mbinguni. Bwana, wapate kupendana, roho ya kuchokana ninaikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho ya magomvi na kuachana naikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wape furaha na upendo katika jina la Yesu Kristo. Ninawabariki kuanzia leo, uwe pamoja nao katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu mbinguni. Bariki mwanaume huyu, bariki mwanamke huyu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki. Simameni. Simameni. Mabibi na mabwana, napenda kuwatambulisha kwenu Bwana Justin Davis na Bi Evelyn Ernest kuwa ni wanandoa halali. Amen. Hii ndoa hii ilikuwa haijawahi kutokea duniani. Bwana Yesu asifiwe. Leo ndio imetokea. Asi Jasi na Eve, karibuni. Tulianza huko na ninyi tayari. Karibuni kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Niulize, unapendeza au hujapendeza? Naomba wakati huu waweke saini, wakati kwaya Mke Mwema mpo? Tumaini mpo? Tumaini mpo? Haya, Mke Mwema alafu Tumaini upate wimbo wakati wanaendelea na saini zao.
Binti ndoa, karibuni. Mnaweza kuweka mapiga picha. Sasa hii ni shahada ya ndoa, maandiko ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shahada ya ndoa, certificate of marriage kwa Kiingereza, imefungwa Kasulu, mkoa wa Kigoma, nchini Tanzania. Wafunga ndoa ni Justin Davis na Evelyn Ernest. Justin hajaoa, Evelyn hajaolewa, mahali wanapoishi na wazazi wao wametajwa, sajili ameweka sahihi yake na muhuri. Jamani, wapigieni makofi. Asante, hongereni sana. Picha tayari, mashahidi mnaweza kuwapokea hizo. Na baada ya kuwapokea Justin, hapo watu wamekutolea hela na kufika nyumbani, basi mke wako mnunulia napaka keki. Tunajua bibi harusi huwa hali sana, na vitu vizuri vitamu, kasoda na juisi kidogo anashushia. Kwa sasa hivi tunamkabidhi yeye, halafu atachagua mahali pa kuweka. Tunaomba ugeuke. Hizi hapa ni hela sana, lakini kwa sasa hivi chagua mfuko wote na kuweka kwenye koti, kwenye suruali. Na kuna zingine basi wewe uka wao usipangie mifuko. Ukitaka kuna mifuko ya ndani hivyo wewe tu. Hapo kwenye suruali wewe. Sasa kichele ya kuingia kwenye mifuko. Hebu geuka tena chague, weka kwenye suruali. Weka kwenye mikono, chague mwenyewe. Baadaye watu watakapokuwa na mnyanyuanyanyua wewe chicho tuko napika kwenye koti. Sasa watu wasije wakaingiza mifuko hapo wakakuharibia mambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo naomba kwa ruhusu na usiwaje nyumbani sasa. Okay, wananikumbusha hapa. Mimi naona kama wamependeza, wanasema hatujapata. Kuna shada kule. Njoni hapa. Njoni hapa. Kwenye pasambeni kwa kunikumbusha. Karibu mbalisha. Kabisa vizuri. Mega vizuri. Mependeza. Haya sasa karibu yako mbalishe mume wako. Asante. Jina
jina lako takatifu wabariki, bariki wazazi wa pande zote mbili, bariki sherehe na mambo yote yatakayoendelea. Katika jina la Yesu Kristo, walinde na kuwatangulia katika kila jambo, kwa mamlaka ya jina la Yesu naomba. Amen. Mungu watangulie, wapigeni muziki. New testimonies everywhere. Yeah. Latest grace I receive daily, daily. I know Jesus is taking care of me. New mercies every morning. Yeah. You daily load me with benefits. I'm a benefit boy. You treat me like your only child in the world. I know, Jesus, you're taking care of me. We are here to testify. Jesus is taking care of me. Oh, Jesus is looking after me. Jesus is watching over me. I'm shining because Jesus is taking care of me. Yes, you daily keep your angels charge over me, charge over me. Indeed, you're taking care of me. I don't need to pay for the air that I breathe, air that I breathe. You're taking care of me. Child, your blessings just they follow me. Child, angels watching over me. Before I call you answer me. I'm a benefit girl.